Leo nataka nikuulize swali. Je, inawezekana ukawa unajituma kila siku lakini mwisho safari ukawa umefeli kabisa? Unapambana, unahangaika, unafanya kila uwezalo, lakini siku ya mwisho unaitwa miongoni mwa waliopata hasara kubwa zaidi. Subhanallah. Katika sura Al-Kahf aya 103 hadi 106, Allah anatufundisha kanuni muhimu sana kuhusu mafanikio na hasara. Swali linaulizwa, qul hal nunabbiukum bil aksarina a'mala, je, tukuambieni ni nani waliopata hasara zaidi katika matendo yao? Hapa tunafundishwa kwamba hasara si ile tunayoiona kwa macho ya dunia tu. Swali hili linatufundisha kuwa si kila hasara huonekana wazi, na si kila mafanikio tunayoyaona duniani huwa ni mafanikio ya kweli. Alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, ni wale ambao juhudi zao zimepotea katika maisha ya dunia huku wakidhani kuwa wanafanya mema. Hapa kuna mambo mawili muhimu. Kwanza, juhudi zimepotea, yaani mtu amefanya kazi, amejituma, lakini matokeo yake hayana thamani ya kudumu. Pili, anajiona yuko sahihi, hana hata hisia ya kwamba yuko kwenye makosa. Hii ndiyo hatari zaidi kwa mwanadamu, kupotea bila kujitambua. Kwa mtazamo wa kielimu, aya hizi zinaweka kanuni 3 za kupima matendo: usahihi wa itikadi, akida. Je, unachokifanya kinatokana na imani sahihi kwa Allah? Pili, usafi wa nia, ikhlas. Je, unafanya kwa ajili ya Allah au kwa ajili ya watu? Tatu, ufuasi wa mwongozo, itibaa. Je, unafuata yale aliyofundisha Mtume sallallahu alayhi wasallam? Ikiwa moja kati ya haya haipo, basi tendo linaweza kupoteza thamani yake, hata kama linaonekana zuri kwa macho ya watu.